Hii ni siku ya pili tena ambayo tena tumekutanika hapa mpendwa. Mungu atakwenda kufanya jambo ambalo litakwenda kuzaa matunda hapo baadaye. Nikushukuru ambaye sasa wewe umesogea hapa madhabahuni tukaunganika pamoja kwenye maombi haya pamoja na ibada hili ambalo ni siku ya pili leo. Nikushukuru sana sana sana. Lakini pia nitoe shukrani kwa wote ambao tumeunganika pamoja hapo mtandaoni ambao wananitazama. Ninawashukuru sana sana sana. Kama Mungu ambavyo amesema juu ya malango aya ya 2025 tutakwenda kuyafungua kwa jina la Yesu. Endelea kuungana na mimi kwenye maibada yote ya wiki nzima ambayo tutakuwa nayo juu ya kuyafungua malango ya mwaka 2025 ambao tunayo mwaka huu. Lakini pia jana hapo tulipokuwa pamoja nilikuelezea jinsi malango ambavyo yanavyopatikana. Nirudie tena kwa faida ya wale ambao hawakuwepo lakini pia ambao hawakusikia, ambako nilikuelezea nikasema malango yanapatikanaje? Malango yanapatikana kwenye sekunde, dakika, saa, ambavyo vikishapatikana vitu hivyo vitatu, sekunde, dakika na saa, tunapata siku. Ikishapatikana siku, hiyo siku inakuja kuzaa wiki. Ikishapatikana wiki, hiyo wiki inakuja kuzaa mwezi. Ukishapatikana huo mwezi unakwenda kuzaa mwaka. Kwa hiyo kutoka kwenye sekunde, dakika, saa, siku, wiki, mwezi, mwaka, yale yote ni malango. Haleluya. Yale yote ni malango. Kwa hiyo yale malango ndiyo sasa tutakwenda kupambana nayo mpaka tuhakikishe yamefunguka. Haleluya. Tutakwenda kuyafungua haya malango tuhakikishe yamefunguka. Kuna jambo ambalo unataka kulifanya mwaka huu, yani unasema mimi ili jambo huu mwaka hautaisha ili jambo pasipo kutimia. Je, litatimiaje wakati malango yako yamefungwa? Litawezekanaje wakati malango yako yamefungwa? Haleluya. Ndiyo maana unatakiwa sasa siku ya leo usimame kwenye maombi, na siku zote usimame kwenye maombi, ufungue malango yako yafunguke, yawe sawa kabisa. Malango yako yanaweza yakafungwa. Unaishi lakini malango yamefungwa. Unatembea lakini malango yamefungwa. Unakula, unavaa lakini malango yako yamefungwa. Inawezekana kabisa. Umewekewa mageti mbele yako. Kuna beacon ambayo umewekewa wewe. Yaani unaishi kwenye maisha lakini umewekewa beacon. Umefungwa kamba mguuni, hauwezi ukavuka kwa sababu ile kamba ni kama kipimo kipi. Yaani kuna mtu ni kama mbuzi. Ile mbuzi ikikamatwa na kuweka kichakani pale kwa ajili ya kupata chakula, inawekewa kamba. Hebu sema kamba. Lengo la kamba ni nini? Ni ili ile mbuzi isije ikakimbia, kwa sababu wanyama wana akili tofauti tofauti. Akili za mbuzi sio kama ng'ombe. Akili za ng'ombe sio kama kondoo. Akili za kondoo sio kama kuku. Akili za kuku sio kama mbwa. Akili za mbwa sio kama sungura. Haleluya. Wanyama wanatofautiana. Kwa hiyo inawezekana ukakamata mbuzi yako ukasema mimi sina haja ya kufunga kamba tu, ngoja nipeleke pale malishoni. Alafu uende zako. Ukija ile mbuzi utaikuta wala haina akili ya kusema mimi nilipotoka nimepitia hapa na hapa, ngoja nirudi nyumbani. Ila ng'ombe una uwezo wa kuipeleka malishoni, ukaiacha malishoni na ukaenda zako nyumbani. Itakapojua kwamba huyu bwana wangu waga anatuchukuaga saa 12 kwenda nyumbani, utaona ng'ombe taratibu tu inajongea taratibu.